nataka tuiteketeze hii Tanzania ipotee kabisa, au nataka tuiteketeze hii Afrika ipotee kabisa. Kwenye pati ya kuiunganisha Afrika, mmoja kati ya kitu ambacho umekuwa kikizungumzia sana ni swala la uongozi. Sawa. Unahisi kuna tatizo kubwa sana kwenye nchi zetu za Kiafrika juu ya swala la uongozi? Uongozi sio mgumu kama ukijua uongozi ni nini. Nadhani viongozi wengi tulionao hawajui uongozi ni nini na hawajui kuwa kiongozi ni nani. Wengi wanadhania uongozi ni kuwa bora kuliko wengine. Uongozi ni kuwa na kiti. Uongozi ni kupigiwa makofi. Uongozi ni kutembea na king'ora wakati wengine wanakaa pembeni. Najua uongozi ni kuvaa tai na suit. Uongozi ni kupokea mshahara wa kutosha wakati wengine wanalala na hawana chochote. Hawana chakula. Najua uongozi ni prestige. Uongozi ni fahari. Uongozi ni kutembea na magari ya milioni 400, milioni 500, mpaka bilioni 1. Gari lolote ukiwa barabarani watu wanawekwa pembeni, wewe unapita. Yaani gari lolote jipya likitokea leo kiongozi analo. Kwa hiyo wengi wanakimbilia kwenye uongozi kwa sababu hiyo ndio image wanaiona ya uongozi. Kwa hiyo kuna kitu mahali fulani tumekosea sana. Wakati wa wazee wetu wa zamani wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mandela, wakina Kaunda, mwanangu, ukiambia kiongozi unatetemeka, unaogopa kwa sababu ukimwangalia Nyerere, Kaunda, tumeenda Zambia, unakumbuka Kenneth Kaunda alikuwa na baskeli yake mpaka leo iko pale. Ukiangalia Nyerere mpaka leo nyumba aliyojenga unaangalia unasema sio kwa sababu nchi zilikuwa zina hela, nchi zilikuwa zina hela, lakini walijua uongozi ni nini. Kwa hiyo watu walikuwa ndio wanaogopa kwenda kwenye uongozi. Sasa hivi ukizungumza kuhusu uongozi, you talk about mansions. Of course. Yaani nyumba yako ni kama 5-star hotel. Na kuna kipindi tuliamini kwamba ukitaka kuwa na mafanikio zaidi ingia kwenye uongozi. Sio kipindi tuliamini, yani tunaamini hivyo sasa hivi. Tunaamini hivyo sasa hivi. Of course. Kwa hiyo mimi hata watu comments nyingi nazozipata kwamba kwa nini usiwe kiongozi? Sasa hii mindset ya uongozi tulionayo si sahihi. Yani lazima ibadilike. Yani watu wakisikia uongozi wasikurupukia na kukimbilia, wajue kwamba uongozi ni kujidhabihu. Uongozi ni kujisacrifice kwa ajili ya wengine. Uongozi ni kujitoa muhanga kwa ajili ya wengine. Yani wewe ukiwa ni kiongozi una represent watu 10, una represent watu milioni 60, watu milioni 100. Maana yake ni kwamba kwa niaba yao wewe umesimama kwa niaba yao. Kwa hiyo ili wao waishi lazima wewe yani maisha yako yawe rehani ili wao waishi. Yani kwamba leo ikitokea hapa kwamba okay, unajua nataka tuiteketeze hii Tanzania ipotee kabisa, au nataka tuiteketeze hii Afrika ipotee kabisa, kiongozi wa Afrika au wa hiyo nchi husika natakiwa atoke na aseme kwamba mimi hapa niko hapa. Badala ya hao wote nichukueni mimi.